Labda nini kilichokupelekea? Ni rais alikutuma ama kuna aliye kuajiri ile kazi rasmi? Kilichosababisha mimi nikajaribu kuzuia maandamano ya Kihancha wakati tunajenga hii serikali ya Ruto. Tulijenga tukiwa pamoja na mbunge. Wakati Ruto alikuwa anatoa maono yake kuhusu Kenya, mimi alikuwa ananifikia kupitia mbunge. Sasa wakati niliona wale vijana wanachafua town kwamba ni maandamano ya Gen Z, mimi niliweza kuzuia kwa sababu yale malengo ambayo rais alikuwa nayo, yale malengo ambayo mbunge alikuwa nayo, niliona kwamba wale wanataka kuyaharibu kabla hawajatimiza tulichoahidi wananchi. Maana kipindi ambacho rais amekuwa akitafuta Ikulu tumekuwa tukimuombea. Mimi wakati nimekuwa nikiomba kule MCA, nilikuwa nahakikishia wananchi wangu kwamba Rais Ruto ni mtu ambaye tumekaa naye meza moja, tumekula naye, mbunge akinipeleka kwake. Ni mtu ambaye anawapenda Wakuria, ni mtu ambaye ana maono ya kubadilisha Kenya. Na vile vitu rais alikuwa amevisema, wakati niliona vijana wa Gen Z wameamka, basi nikaona wana njia moja ya kukatisha ile maono ambayo viongozi wangu walikuwa nayo. Na nikatafuta sababu ya ile maandamano nisikuweza kuiona. Nikakumbuka kwamba Kuria tuna barabara moja kubwa. Sasa nikakumbuka kwamba vijana wakiharibu hii barabara waichome, kesho tutatumia nini? Ndio. Ndiposa niweza kujitolea kwamba mimi ni bora nife, lakini nitetee maandamano yasiweze kufanyika mji wa Kihancha, maana mbunge alikuwa hajatimiza malengo yake. Kwa sababu kimfano, basi wale vijana wangefanya ile furugu ya Ndre Kenya mzima, ina maana hizi nyumba za affordable house mimi nisingeweza kuziona. Na baada hiyo kuzuia maandamano, ndio rais alikuja hapa akatupatia nyumba za affordable house. Basi nyumba za soko ya Intimaru singeweza kuiona. Soko ya Kihancha ambayo imepatiana mpaka ya Mabera hatungeweza kuiona, maana basi town ingeendelea vile, na maana labda tungeuona wengi, tungeharibu mali zetu nyingi, ambapo Kenya ingetumia muda wake mwingi kurekebisha zile vitu ambavyo tungekuwa tumeharibu. Ndiposa nilijaribu kuzuia kwamba siwezi kubali maandamano yafanyike mji wa Kihancha, na sikutumwa na rais, sikutumwa na mbunge. Hii mali ya Kihancha ni yetu. Sisi tumezaliwa hapo. Ina maana itakapoharibika, anatakia kuumia wa kwanza ni mimi mwenye hiyo mali. Achana na rais yupo Nairobi, mtu wa kwanza kuumia ni mimi, maana mali ya Kihancha nyingi ambayo rais ameiweka inafaidisha mimi. Hiyo barabara mimi nakimbia karibu mara 20 kwa siku. Rais anakuja kukimbia hapo mara moja kwa miaka 5 ama kwa miaka 2. Ama anakuja na ndege. Kwa hiyo barabara inasaidia mimi. Ndiposa mimi nilijaribu kusema kwamba siwezi kubali watu waharibu vitu vya watu mjini. Ukijaribu kuangalia mji wa Kihancha ni mji ambao unakuja kwa kasi. Tuna makabila wengi. Endapo tungefanya ule ugomvi wa vita, wale makabila wangeogopa na wangeanza kuhama. Kwa hivyo mimi nilijaribu kutetea kwamba tuweze kuwa na amani, biashara iweze kufanyika, tulinde mali ambayo serikali imetupatia. Sisi ninatakiwa tuwe na uchungu na hiyo mali kuliko kwanza serikali, kuliko hiyo rais. Rais alitengeneza barabara na akaenda, wanaitumia ni sisi. Alafu sisi wenyewe ndio tuyaribu. Kurudi kumwambia tena turekebishie barabara ama tengeneze hiyo barabara, kuna ile ataanza kusema mliharibu wenyewe, ama atachukua pesa ambazo zingesaidia sehemu nyingine Ikuria kuja kurekebisha hiyo barabara. Sasa hicho ndicho kitu ambacho kilisababisha mimi nizuia maandamano. Si kwamba nilikuwa nachukia vijana, ninawapenda sana.